iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukaragira bura niyo nchira mumwobo iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukara munini nibwo buhingo muburire iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukara chicha katoke kukayobwa ni muhembwe iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukara w'imikarabo niyo nkware kumugina iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukara chichiriso chiburi mbene riragiye iramandambe maiwe chewe nyeni iramandambe maiwe mukara chicha katoke kukayobwa ni muhembwe iramandambe maiwe kumaka dakapuye barasikara barayinga kagomagiye mwana kakomagiye ragiye ngoma mu barayenga batambona iramandambe maiwe chewe nyeni. Na habari yako mpenzi mtazamaji na msikizaji wa Jisa Media, kupitia kipindi chako pendo, kipindi cha mfukunyo, kipindi ambacho kinafukunyua vipaji na vitu ambavyo vimestilika, ambavyo unajua vinaweza vikakuburudisha wewe na ambavyo vinaweza kukusaidia katika maisha yako. Leo hii katika eneo moja linaloitwa Lwezela Membe, eneo la wavuvi huku, nimeweza kukutana na mzee mmoja ambaye ana kipaji chake ambacho kilikuwa ni dhahabu, ambacho kimebaki kama dhahabu au almasi kwa kipindi cha sasa hivi. Na katika kipindi chake cha enzi zake alivuma sana kama muimbaji, japo ndo hivyo tu hapakuwa na teknolojia za kimtandao, ndo maana hatukuweza kumpata, lakini ingelikuwa ni kama sasa hivi huenda angekuwa ndo kama Harmonize au Mondi wa sasa. Na mzee huyu ninaye pembeni yangu hapa, unamuona hapa nadhani. Mzee, kwa majina unaitwa nani mzee wangu? Kagoma Maila Magambo. Mzee Kagoma, labda una umri gani kwa sasa? Mimi na miaka nilizaliwa 22 na miaka 103. Na kama ulivyoweza kumsikia mzee ana miaka 103. Sijajua wewe hapo ulipo una miaka mingapi, lakini mzee hadi sasa hivi Mungu kamjalia na ana heri. Sasa mzee wangu, labda wewe ni mkazi wa huku au huku umekuja tu? Huku nimemaliza miaka nyingi huku. Sawa. Kwetu nini Buha. Sawa. Kwa kumbe mzee wangu na wewe ni Muha. Kumbe hata nyimbo utakazoenda kutumbia sasa hivi ni za Kiha. Sasa mzee, labda unaweza kuniambia kwamba miongoni mwa nyimbo ambazo unaziimba ulikuwa unazitunga mwenyewe au kuna mtu aliyekuwa anakutungia? Nani kichwani ilikuwa akili zimo. Sawa. Na umeanza kuimba labda ilikuwa ni mwaka gani mzee wangu? Mwaka 52. Mwaka 52. Ulikuwa na umri gani kwa wakati huo? Nilikuwa na umri kama 20 tu. Ulikuwa na miaka 20 ukaanza uimbaji. Wakasema kaka kijana kana akili. Sawa. Kwa sababu nilitoka humo nikawa dereva. Udereva nimefanya mwaka 42. Sawa. Sasa mzee wangu, sasa tuachane na ile miaka na sasa hivi. Labda kipi kilichofanya ukasitisha ile kipaji chako cha uimbaji ukaacha? Kwa sababu kama ungeliendelea labda hadi sasa hivi ungekuwa tunakuona unaimba. Labda ni kipi kilichofanya ukaacha uimbaji? Nikaacha. Yaani walikuwa wafuatiliaji. Wafuatiliaji hawakuwepo. Mimi katika nazo kichwani. Sawa. Kwa kifupi, labda support ya watu waliokuwa naonekana wakuja kukusupport labda kulingana na kazi yako ndo walikuwa hawapo. Ndio kaamua kuacha. Sasa kama hivi wakifuatilia
watakuwa wananiteku zinaenda kwenye nani? Kwenye mtandao kule. Kwenye mtandao. Kwa mzee wangu unapatikana huku. Sasa mzee, labda labda miongoni mwa watoto wako, labda kama Mungu alikujalia kupata watoto, hakuna hata mmoja ambaye ulibaki umemdhisisha kipaji hiki cha uimbaji? Siku hizi wa siku hizi hawafuatilii. Kwa hiyo sanaa ya muziki ikaishia kwako. Sasa nitaende wakifuatilia kama wa kijana wa umu, basi banani ati huyu mzee tumuunge kwenye mtandao. Hawa anajulikana, tunamletea kipaji kidogo. Mzee, hadi sasa hivi hapa mtandao unakufuatilia. Na utaenda kuonekana mtandaoni. Na utaenda kuonekana sehemu nyingi sana nadhani. Sasa mzee, unazionaje zile nyimbo mlizokuwa mnaimba nyezi zile na hizi zinazoimbwa kwa sasa hivi kwenye utofauti wa ujumbe? Imekuwa tofauti. Wameleta zile za kuchekenyuka, za kuchekenyuka. Sisi tunashangaa za zamani zilikuwa na mawazo ya kujua akili watoto wawe, na siku hizi ni mambo ya kisasa, lakini sisi tulikuwa tunayatunza. Mpenzi mtazamaji, nadhani kama ambavyo umeweza kumuona mzee ana kipaji, mzee anaweza, lakini mzee anahitaji kampani yako. Kama nilivyokuambia awali kwamba kama miaka ile ndio ingelikuwa kama sasa, kwamba teknolojia ya mtandao ipo au watu wanaojali sanaa kama hizi wapo, huyu mzee labda asingelikuwa hapa. Na kama ulivyoweza kumsikia alivyoimba, huenda ukifuatilia zaidi, huenda hata akina Mondi wale, huenda hata akina Mondi, huenda labda walitoka katika ukoo wake, kama ulivyoweza kumsikia labda. Na kwa sasa mzee anahitaji kampani yako. Mzee yupo Lwezela, sehemu inayoitwa Membe. Kwa sasa mzee anajipambania mwenyewe, lakini kwa sasa unaweza kumpambania na ukawekeza hapa. Nadhani kuna kitu ambacho unaweza kugaini kupitia kitu ulichoweza kukiona hapa. Na kama na wewe pia una kipaji kama hiki, hebu tuambie. Sisi ni wafukunyuaji, tunatafuta. Nadhani huku ni maeneo ambayo wengi hawajafika, lakini sisi tumeweza kufika. Kwa hiyo na wewe kama kuna mahali upo, hebu tuambie, sisi tutafika tu na tutafanya jambo kwa ajili yako. Mzee, nikutakia asubuhi njema mzee wangu. Asante sana mzee wangu.